Na kufundisha kufanya makeup full yenye muonekano mzuri kama huu ambao unaona. Kwanza kabisa nitaanza kumsafisha mteja wangu, lakini kuna wale ambao wananiambia madam, nikutana na mteja ana nyusi nyingi, nikichora frame ya wanja inakuwa pana na ipunguza vipi in case kama tayari nimeshachora frame ambayo ni pana. Leo nitakuchorea frame ya wanja ambayo ni pana, nitakuelekeza jinsi gani ya kuipunguza, lakini kadri tunavyoenda hakikisha kwamba unazidi kupunguza. Nadhani tutaelewana. Hii naopaka ni primer kwa ajili ya kulinda ngozi ya mteja wangu. Sawa. Tunaelewana. Mwenye nyusi nyingi kama hivi, kwanza utatumia styling soap kwa ajili ya kuzilaza nyusi zako in case kama pia mteja hahitaji kutinda nyusi. Nadhani ukiangalia nyusi za mteja wangu tayari tu ni kubwa vizuri, ni pana vizuri. Kwa wale ambao ni mwanafunzi unaweza kutumia njia hii ambayo nitakuelekeza hapa. In case unachora frame ambayo inakuwa ni kubwa, unashindwa kukadiria frame yako. Sawa. Haya. Katikati ndio itakuwa katikati ya wanja wetu, ndio tutakapoweka kona. Mwishoni ni huku mwisho kabisa na mwanzoni ni hapa. Sawa. Kwa wale ambao zikadiria kuchora wanja, tutaanza kuchora kwenye huu wanja au nyusi ya mteja wetu ilipo. Tutachora upande wa chini mstari ambao utakuwa umenyooka. Natumia wanja ambao ni wa penseli tu kawaida. Sawa. Kwa nitachora kama hivi kuja huku mwishoni. Tunaelewana? Alafu baada hapo nitachora na upande wa juu. Kwa hiyo kwa kawaida ukisema uchore zilipo nyusi za mteja, frame hii tayari itakuwa ni pana sana kwa wewe ambaye unajifunza kuchora wanja. Sawa, umeshachora frame yako pana kama hivi. Je, unakwenda kuipunguzaje? Naomba uwe makini unisikilize. Sasa options zitakuwa ni mbili. Either utajazia upande wa katikati kama hivi ambavyo nitakuelekeza kwa kutumia wanja wa penseli. Sawa. Unaweza ukajaza tu mpaka mbele, sio lazima sana, au unaweza ukajaza upande wa mwishoni alafu mbele huku ukachana, lakini nitajaza kuonyesha vile ambavyo watu yani unakuta mtu unajaza kabisa mpaka upande huu wa mbele. Sawa. Tunaelewana, alafu nenda kazichane zile nyusi. Sawa. Tunaelewana. Kwa hiyo sasa ukichora frame ikiwa pana, hata wanja wako itabidi ushape unyooke kabisa. Chukua concealer, chukua foundation. Nenda kachore mstari ambao utakuwa umenyooka. Hakikisha unanyoosha mstari wako. Tumia muda wako kunyoosha mistari yako ya concealer. Sawa. Tunaelewana. Kwa tumia muda wako kunyoosha. Hakikisha unanyoosha mistari yako vizuri. Tunaelewana? Okay. Mimi ninafundisha wanafunzi madarasa ya live, kwa hiyo huwa naona changamoto anazopitia hasa kwenye uchoraji wa wanja. Unakuta mwanafunzi akikutana na mteja ambaye ana nyusi pana, kidogo inakuwa changamoto. Lakini pia inabidi ujue kwamba wateja wapo wa design tofauti. Juu tutatumia tu foundation. Sawa. Umeona nilivyonyoosha mstari upande wa chini, ile shape ya upana iliondoka. Sawa, kwa nitanyoosha na upande wa juu. Umeona ninavyonyoosha upande wa juu, kwa hiyo tayari ile size ambayo tunahitaji imeshapatikana. Sawa. Tunaelewana? Sawa. Haya, nita blend foundation yangu pamoja na ile concealer, nita blend vizuri. Ili kufanya makeup nzuri, hakikisha kila hatua una blend vizuri. Blend it well. Sawa. Kwa baada hapo nitakwenda kutumia concealer kama base. Concealer itasaidia eyeshadow yangu mimi iweze kushika vizuri. Kwa nitachukua poda kidogo kwa ajili ya kuisafishia ile concealer yangu. Wakati nataka kupaka eyeshadow, naomba nikukumbushe kwamba tunauza full set za makeup. Kwa wewe ambao unahitaji makeup kwa ajili ya kujifunza, yani unahitaji makeup kwa ajili ya kuanza kujifunza makeup, utapata seti ya shilingi 125,000 ambao utakuwa na uwezo wa kujifunza na ina vitu vyote vya muhimu. Kwa wewe ambao unahitaji seti kwa ajili ya biashara, zipo seti kuanzia shilingi 200,000, inakuwa ni seti imekamilika, 250,000, 300,000 kuendelea. Sawa. Haya, baada hapo nitakwenda kupaka eyeshadow yangu. Maana nimepaka eyeshadow kidogo tu ambayo imeng'aa kidogo. Mteja wangu anasinzia. Okay. Kwa hiyo nitapaka eyeshadow ambayo ni kirangi ambacho kimeng'aa kidogo upande wa mbele na upande huu wa mwishoni. Sawa. Kwa baada hapo nitarudi kwenye foundation,
nilikuwa nahitaji foundation kwa ajili ya kushape ile eyeliner yangu. Sasa nita shape upande wa chini, nita shape upande wa pembeni kama hivi ambavyo unaona. Baada ya hapo tutarudi kwenye kupaka foundation yetu. Sawa, makeup inahitaji blend vizuri, kila hatua itumie, yani take time. Blend foundation yako vizuri, blend concealer yako vizuri, chora wanja wako unyoke vizuri upate matokeo mazuri. Kwa wale ambao mtanunua full set za makeup, kwetu darasa ni bure wiki nzima. Kuna mtu mwingine anatamani kupata look ambao naipata mimi. Kama utatamani upate muonekano kama ambao naupata mimi, make sure kwamba unatumia vifaa ambavyo natumia mimi. Lakini sio tu vifaa, nikupe hata na zile technique ambazo ninazitumia mimi. Tunaelewana? Utapata ile same muonekano ule ule. Sawa sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo niliblend foundation yangu vizuri kila sehemu. Na wale ambao mnahitaji foundation zetu sisi ni full coverage. Foundation moja utaipata kwa shilingi 25,000. Karibuni sana. Ukihitaji full set za makeup za biashara kuanzia shilingi 200,000. Seti ya shilingi 200,000 una uwezo kuanzia biashara, ukaremba mteja wa rangi yoyote, biharusi wa rangi yoyote. Sawa, mimi naendelea kublend foundation yangu, nimeenda kwenye upande wa concealer. Tapaka concealer kidogo tu mbele hapa karibia na mshipi wa kwenye pua, juu kwenye kona kule, kwenye paji la uso, juu ya mdomo, chini ya mdomo, hizi sehemu zote nitakwenda kupaka concealer pia kwenye mshipi wa pua. Baada ya kupaka concealer, make sure una blend. Jamani, makeup inahitaji kublend. Makeup haihitaji uwe na haraka ukafanya mambo haraka. Makeup inahitaji kama unapaka concealer, isambaze concealer yako vizuri. Kama unapaka eyeshadow, isambaze eyeshadow yako vizuri. Hii natumia hapa ni blusher. Kwa hiyo hakikisha una blend. Kama ni blusher yako, sambaza blusher yako vizuri. Mimi nimetumia ile ni blusher ambayo ni ya lipstick, naweza nikaitumia kama lipstick, naweza nikaitumia kama blusher, lakini kila hatua hakikisha una blend vizuri. Sawa. Okay. Haya, baada ya hapo nikaenda kupaka poda chini ya macho huko ambapo nilipaka concealer, nitakwenda kupaka setting powder. Sawa. Tunaelewana? Okay. Haya, nitakwenda kupaka setting powder huko ambavyo unaona. Nitai blend vizuri setting powder yangu. Sawa. Okay. Haya, kwa baada hapo unaweza ukapulizia makeup fix, lakini sio lazima sana, au unaweza ukaiacha ukaiblend kabisa ndipo uende ukapulizie makeup fix yako. Itasaidia pia makeup itakaa pia muda mrefu, lakini pia itasaidia kufix zile sehemu ambazo either uliblend hazikublendika vizuri, lakini unaweza ukaitumia na hiyo pia. Kwa nitasafisha ile poda yangu vizuri kama hivi ambavyo unaona. Nitaisafisha, nitakwenda kutumia tena blusher nyingine. Okay. Kwa nitatumia blusher yangu, baada ya hapo nitakwenda kupaka highlighter. Nahitaji makeup yangu glow upande huu wa mashavuni, chini ya kidevu, kwenye paji la uso. Sawa. Alafu baada ya hapo nitakwenda kupaka lipstick. Tunaelewana? Nitakwenda kupaka lipstick, nitachora frame yangu vizuri. Hakikisha unachora frame ambayo imenyooka na tumia muda kublend. Kila hatua blend vizuri. Paka lipstick yako. Nimetumia rangi ambayo ni dark kwa sababu nahitaji lipstick yangu iwe kama dark fulani hivi. Sawa. Okay. Kwa nita blend lipstick yangu. Sawa. Kwa nita blend vizuri. Baada hapo tutakwenda kuonyesha ule ambao ni muonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo. Baada hapo mteja wangu alikuwa na muonekano ambao ni mzuri. Kwa wale ambao mnahitaji full set za makeup zipo, unaweza ukachukua seti yako ukapata muonekano kama huo ambao unaoona. Lakini pia utaingia darasani, tutakufundisha bure wiki nzima. Kama una swali niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi, tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki, chuo kimesajiliwa.
Mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Tukutane wakati mwingine. Kwaherini.